Kaundime. Abe kaka. Mimi natangulia nyumbani. Hakikisha usichelewe kurudi nyumbani, sawa? Sawa. Heshima yako malkia wangu. Kaundime, muda wako wa kuishi duniani ulishaisha. Sisi wote tunakusubiri wewe. Tunakuomba urudi. Kaundime, muda kuishi duniani ulishaisha sasa. Unapaswa urudi ujinini. Kaundime, rudi ujinini. Vipi mdogo wangu? Mbona hivyo? Kaka, nimeota mtoto mbaya. Mtoto mbaya? Ndio. Hiyo ndoto inaniweka kwenye sintofahamu. Pia nabaki najiuliza, mimi ni nani? Kaundime mdogo wangu. Wewe ni Kaundime. Sasa ukiendelea kila siku kuniuliza habari hizo, utakuwa sina jibu la kukujibu. Alafu saizi kumesha kucha. Naomba uamke ukafanya usafi na mambo mengine yaendelee. Sawa? Sawa kaka. Basi sawa mdogo wangu, mimi acha niende. Ila ndo hivyo.
kakangu. Safi, kwema? Samahani kakangu, naomba nikuulize. Bila samahani, unaweza ukaniuliza. Unaweza ukapafahamu kwa kina Kaundime? Kaundime? Kaundime yule ni mdogo wangu. Sijui ulikuwa na shida gani? Mimi ni rafiki yake, nilisoma naye shule ya msingi na tulipotezana kitambo sana. Oh. Basi Kaundime ni mdogo wangu. Samahani, unaweza ukanipeleka kwenu? Bila shaka naweza nikakupeleka. Inaonekana umekutana naye muda mrefu. Shogangu. Yaani hizi amini leo nimeota ndoto mbaya sana. Ndoto gani tena hiyo? Nimeota nimetoka mimi na kakaangu tumeelekea kisimani. Tukafika kule kaka kajaza dumu lake maji, pia kaniaga kwa anatangulia nyumbani. Mimi nikaendelea kuchota maji. Bana nikahisi kama kuna mtu ambaye ananifuatilia. Sikutambua ni nani, ila nilinyanyuka na kuangaza. Nikaangaza pande zote sikumwona mtu yoyote. Wakati nageuka nilimwona binti kavalia mavazi meusi. Alinisalimu ile salamu ambayo sijui. Na sikumjua kama binti ni nani. Kisha akaja kanielekeza kuwa wananisubiri nirudi ujinini. Niliogopa sana na niliamua kukimbia. Baada ya kukimbia kufika mbele nikamkuta tena. Kangangania kile kile kuwa nirudi ujinini. Nirudi ujinini. Kikweli niliogopa sana. Na najiuliza ni aina gani ya ndoto? Labda unaweza kunielekeza ina maana gani hiyo ndoto? Pole sana shoga yangu. Huaga mara nyingi sana ndoto zinakuaga na maana yake. Pia ni kuondoe wasiwasi. Kila binadamu lazima aote. Kikubwa ni kuwa sawa tu. Kiukweli naogopa sana. Tena naogopa mno. Karibu sana. Hapo ndio nyumbani. Jisikie kama uko nyumbani. Asante. Kaundime. 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 Ndani hayupo. Ila nahisi atakuwa yupo kwa rafiki yake. Acha nikakuangalizie kwa rafiki yake. Ila ngoja nikupe kisuli ukae unisubiri wakati napoenda kumwangalia, sawa? Naomba ukae kwa mara moja. Nisubiri sasa hivi narudi, sawa? Sawa. Asante. Shikamoo. Marahaba, ujambo? Marahaba, ujambo? Sasa mdogo wangu, unahitajika nyumbani, kuna mgeni wako. Mgeni gani? Mimi sijamfahamu yule mgeni. Maana ndo mara yangu ya kwanza kumuona, kwa hiyo tutaenda kumjua huko nyumbani.
lakini nashangaa nakuja hapa simkuti. Dada! 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 Mimi najua tu kakaangu, ukiwa na njaa lazima tugombane. Basi ngoja mimi niingie jikoni kupikia. Amna mdogo wangu, ni kweli alikuwepo hapa, ila sawa, wewe nipikie. Mimi acha niingie ndani nikapumzike. Kaka, kweli ile mtoto bado inanisumbua. Najiuliza mimi ni nani? Kaundime mdogo wangu, si tulishaongea tangu asubuhi? Haya mambo tumeshazungumza tangu asubuhi. Wewe ni Kaundime, ni mdogo wangu mimi. Mimi na wewe tumeshia mama baba, kila mtu na wake. Sasa ukiniuliza nakuwa sina jibu la kukujibu, zaidi nabakia kwa jibu ni moja tu. Wewe ni Kaundime, ni mdogo wake na Kibada. Sawa, mimi ni Kaundime, ila Kaundime mimi ni Kaundime upi? Na kwa nini yote yanatokea mimi tu? Kaundime mdogo wangu, hizo ni ndoto tu, na kila binadamu huwa anaota ndoto. Sijui umenielewa? Basi naomba uharakishe chakula haraka, maana njaa inaniuma sana. Sawa, subiri kama dakika 5 kitakuwa tayari. Sasa hivi kwenye masuala ya mapishi unaonekana uko vizuri sana. Acha kunisifia bwana. Wewe ndio unanifundisha kupika. Japo nimekufundisha mimi kupika, lakini umenizidi. Mimi hata kama napika sio kama hivi. Na inaonekana baadaye ukija kuolewa ukiwa katika mume wako, mume wako ataenjoy sana. Maana sio kwa mapishi haya. Afu mdogo wangu, ukishamaliza kula hapa, nilikuwa nahitaji tu tukakate kuni, maana naona kuni zimeisha. Ni kweli kabisa, hata mimi nilikuwa nataka nikwambie hivyo hivyo. Afu tena tukitoka kukata kuni naomba unisaidie, maana maji ndani hamna. Ila nilikuwa naona kwamba tukishaenda kukata kuni, kwani tusibebe ndoo kabisa? Hapana. Twende kwa kukata kuni, tukirudi tunaenda kuchota maji. Kwa hiyo tuanze kukata kuni afu. Basi sawa, tuendelee. Sawa. Sauda mpenzi wangu, hali halisi ya maisha yangu wewe unafahamu. Mimi nilikuwa na ombi. Ombi gani? Sauda mpenzi wangu, hali halisi ya maisha yetu hapa kama unavyoona. Mimi maisha yangu magumu sana. Mimi naona bora tuachane. Tuachane? Hivi unajisikia unachokiongea? Tuachane kwa sababu gani?
Ninavyosema tuachane, sio kama namaanisha hivyo kama unavyodhani wewe. Natoka kijiji hichi na kwenda kijiji kingine, kwa sababu wewe unafahamu hali halisi ya maisha yangu ya hapa. Na si unajua wazazi wako hawapendi kabisa kuishi na mimi, kwa sababu mimi maisha yangu yako maskini. Wewe nimekupenda mimi au umependa wazazi wangu? Sawa, najua. Lakini sasa tutafanyaje na ukiangalia mimi yangu maisha magumu? Haina haja kwenda kijiji kingine kwa sababu hata kijijini kwetu hapa kazi zipo. Yaani wewe mwenyewe unafahamu hali halisi ya hichi kijiji. Kazi zenyewe wanapeana hao wenyewe tu ambao unajuana. Kuhusu swala hilo niachie mimi, kazi unaipata. Mbona kazi zipo kibao tu. Na unafahamu kwa mimi sifanyai kazi ngumu. Nalijua hilo. Kuna kazi kila aina ya kazi. Naweza nikakutafutia kazi unayotaka wewe. Basi poa mpenzi wangu. Mimi nimekuelewa. Sawa. Poa. Ila sema nilikumisi sana. Na mimi pia nimekumisi. Basi poa, tumekaa sana muda mrefu tondo. Basi sawa, ila usichelewe.
Dada, habari yako? Safi. Bila shaka sikufananishi. Ni sawa. Sasa ilikuwaje siku ile nyumbani nimekuja na wewe mpaka pale, baada ya marudio sikukukuta? Kwanza nitangulize samahani. Bila samahani. Nilipigiwa simu ya dharura nyumbani, kwa hiyo nilikuwa sina budi, nikaamua niondoke. Oh. Sawa. Lakini umefikaje huku peke yako studio? Hii ni sehemu ambayo napendaga sana kukaa kwa sababu kuna upepo mwanana na harufu nzuri ambayo mimi ninaipenda. Oh, sawa. Lakini hata hivyo nipo na mdogo wangu nimekuja naye. Nimemwacha huko. Yeye hajui kama mimi nipo huku. Ngoja basi nikakuitie. Basi sawa. Unaweza ukaenda. Kaka, umetoka wapi tena? Nimetoka hapo. Nimekutana na yule rafiki yako. Rafiki yangu yupi tena? Si yule ambaye nilikuambia siku ile nilikuja naye nyumbani aje kukuta. Kwa hiyo nimekutana naye hapo. Nafikiri twende. Sawa. Vipi kaka? Nilimwacha hapa. Lakini sijajua atakuwa ameelekea wapi. Hivi kaka, mbona unataka kuniaminisha kumwona mtu ambaye mtu asionekanika? Labda kichwa changu kitakuwa kipo sawa kuona kitu ambacho kisichoonekana, lakini katika kumbukumbu yangu nilimwacha hapa. Basi sawa, tuendelee kuokota kuni. Sawa, tuanze na hii. Nafikiri hata inayo ni kuni pia. Maagizo nilikugea. Mbona mpaka sasa kimya? Samahani mkuu, nilibahatika kukutana na yule binti, ila nilishindwa kumchukua kwa sababu niliofu nitapoteza nguvu zangu. Utapoteza nguvu zako? Ndio mkuu. Mwenyezi Mungu ametuumba sisi majini na binadamu, na sisi majini ametupa nguvu kubwa sana. Sasa unakuwaje na hofu na wewe binadamu? Nyinyi wote mnajua nguvu za yule binti. Nilishindwa kumchukua kwa sababu ya nguvu zake. Unatambua kwa yule ni mwanetu? Nalitambua hilo mkuu. Sasa basi, nahitaji afike hapa haraka sana, kabla ya binadamu hajatambua nguvu zake. Sawa mkuu, lakini nilikuwa naomba uniongezee nguvu.
mbona uoneshe ushirikiano na yule binti kurudi kwetu? Sio kama sioneshe ushirikiano, nahitaji tena sana tu, lakini nampenda sana mdogo wangu, kwa sababu mdogo wangu akishaondoka mimi nitabaki na nani? Na yule ndio mtu wangu wa karibu. Kama mtu jali, naomba niendelee kubaki naye duniani. Wakati utakapofika nitakuja kumchukua. Inawezekana, lakini sio kwa sasa. Kwa sasa nahitajika kwenye ulimwengu wa majini. Sawa, lakini ndugu wangu nampenda sana, na yeye ndo furaha yangu. Siwezi kuishi bila yeye. Nilikuwa naomba Kaundime nibaki naye. Sawa, ila kwa sasa ni muhimu sana kwetu sisi, maana tunahitaji jitambue kwamba yeye ni jini, na akishajitambua anaweza karudi duniani ama akabaki ujinini. Sawa, lakini sijajua mpaka sasa kwa nini marehemu mama yangu aliamua kuomba mtoto kutoka upande wenu. Kwa sasa huwezi kujua, ila wakati ukifika utajua kwa nini mama yako aliomba mtoto kutoka ujinini. Endelea na usingizi wako. Kama nilivyokuambia mdogo wangu, kipindi chote ulikuwa unataka kujijua wewe ni nani, na wakati umefika sasa kujitambua wewe ni nani. Kiukweli mdogo wangu Kaundime, wewe sio binadamu wa kawaida kama unavyofikiria wewe, bali wewe ni jini. Labda sijakusikia vizuri. Kiukweli wewe ni jini mdogo wangu, na hata marehemu mama, wewe sio mama yako mzazi, na mimi na wewe hatujashia baba, hatujashia mama. Marehemu mama alienda kukuomba wewe ujinini ugali mdogo sana. Mbona sitaki kuamini kuwa mimi ni jini? Na kama mimi ni jini, mbona kuniambia? Na kwa nini ulinificha muda mrefu? Mdogo wangu Kaundime, kiukweli ndio ipo hivyo. Wewe ni jini, amini usiamini. Kaka, nakuomba habari zako za kuniambia mimi jini naomba uziachie hapa. Kwani una ushahidi gani kama mimi ni jini? Una ushahidi wowote? Niaminishe kama mimi ni jini. Nimechoka habari zako za kuniambia mimi jini, sitaki. Na nimechoka kabisa. Samahani. Una ushahidi gani? Naomba niaminishe kama mimi ni jini. Sitaki habari zako. Kaundime, achana na mimi. Kaundime.
Habari yako Kaundime? Nilijuaje jina langu? Na mbona kama nakufahamu? Tulikutana sehemu? Hapana, hatujawahi kuona sehemu. Ila mimi ni mpenzi wa kaka yako. Mapenzi yetu yalikuwa ya siri sana, ila sasa hivi tumeamua kuyaweka wazi. Mimi najua nusu ya maisha yako. Wewe ni jini, na ndio maana ulipomuona jini ulitambua ya kwamba yeye ni jini. Unamaanisha nini? Na mbona sikuelewi? Muda ulishaenda, muda nyumbani. Mimi nitakuja huko, tutakuja kuongea vizuri. Kama nilivyokuambia kaka, nadhani unamjua shemeji yako. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba katika kwenye harakati zako za kazi waga naye unamshirikisha mwende wote. Kwa hilo tu usijali dadangu, kwa sababu mwisho jana tu hapo bondeni kwa mzee chako kulikuwa na harakati. Kama ningejua ndio hivyo, ningeongozana naye tungeenda kushirikiana hiyo kazi kwa pamoja, naye angepata riziki. Dada, mbona ufanye kazi yetu? Au unataka tutumie nguvu? Hapana, sio labda mtumie nguvu. Nimejaribu kuongea naye mdogo wangu Kaundime, lakini bado hataki kuamini kama yeye ni jini. Sasa unafikiri nitafanya nini? Binadamu ameumbiwa na damu, lakini sisi majini miili yetu haina damu. Kwa hiyo fanya kitu, nahitaji muonyeshe damu yako Kaundime, alafu angalia atalipokea vipi hili swala, na akishalipokea ndipo tutapomthibitishia kuwa yeye sio binadamu wa kawaida. Umenyelewa? Sawa, nitajaribu. Sio ujaribu, fanya hivyo, na kesho tunamfuata Kaundime. Sawa, sawa, sawa. Nini shida? Naomba nione. Nimejikata.
Hivi unajua ulichotaka ukifanya hapa eh? Na ndio maana mdogo wangu Kaundime, nimekwambia wewe sio binadamu wa kawaida, wewe ni jini. Ulichotaka ukifanya hapa ulikuwa hata kunyonya damu yangu. Kaundime, ndugu wangu Kaundime, haina jinsi, itabidi nikubaliane na hayo yote, japo nimemzoea, lakini hapa sasa hata mimi nabaini ukweli kabisa, moja kwa moja naamini kwamba mdogo wangu ni jini. Rafiki yangu, Minza limekuwa hivyo, haina jinsi kumrudisha Kaundime alipotoka, maana ninavyofahamu mimi, binadamu sisi na majini tuko tofauti. Isije kuwa kwamba unachelewa, mwisho wa siku ninakuja kukuangukia wewe. Rafiki yangu, bado nakuhitaji na bado nahitaji uwepo wako. Wewe ndio kila kitu kwenye maisha yangu mimi. Fanya mpango Kaundime arudi alipotoka. Sawa rafiki yangu, mimi nimekuelewa, lakini Kaundime mdogo wangu nimeshamzoea, na kifupi nampenda sana, ila kwa sababu umeniambia hivyo haina jinsi, itabidi tu nifanye hivyo. Rafiki yangu, wewe nisikilize mimi ndo rafiki yako, na mimi ndo najua rafiki yangu wewe unaumia vipi, najua wewe unateseka vipi, na vizuri wewe unafahamu maisha yote ya Kaundime. Sasa kama unafahamu, usifanye jambo liwe gumu. Mimi si rafiki yako? Na kuomba fanya mpango Kaundime arudi alipotoka, maana nafahamu na watu ambao wewe unawadhania wale sio binadamu wa kawaida kama sisi tunavyozani. Fanya mpango mapema haraka iwezekanavyo, umrudishe Kaundime alipotoka. Narudia tena, fanya haraka na kuhitaji rafiki yangu. Mimi najua matatizo yatakuja kutokea baadaye. Wewe usijali, mimi yule nitamrudisha, maana hata hivyo ninavyoongea huyo Kaundime mwenyewe yaani yuko tu. Hayajui kabisa kwamba kitu gani kinachoendelea. Naamini kabisa kwamba maneno ambayo ninayoongea. Basi sawa. Na hicho ndio kitu ambacho mimi nilikuwa nakihitaji. Niambie vipi kuhusu mazingira ya kazi? Kule kazi ipo, nilishaianzia kidogo, lakini sijamalizia. Kama vipi wewe nenda kamalizie. Ulishachukua hela? Pesa hapana, sikuchukua. Wewe nenda kamalizie kazi na pesa utachukua kabisa. Basi rafiki yangu, mimi hapa nimekuelewa vizuri sana. Acha mimi nikamalizie ile kazi. Wewe fanya mpango umrudishe Kaundime haraka. Na kuamini na nakutegemea rafiki yangu. Mambo yakigeuka atakuja kuwa mengi. Sawa, mimi acha nifanye hivyo, nitamrudisha. Basi sawa rafiki yangu, mimi acha niende. Sawa, wewe nenda, lakini kwamba kutakuwa na kazi ijayo baada ya kumaliza hiyo. Baada hii? Baada ya hiyo kutakuwa na nyingine, ila hiyo tutaenda kushirikiana wote kwa pamoja. Usiniambie. Rafiki yangu, nina ugumu wa hela hapa nilipo, ukame, maisha magumu. Bwana, poa, basi acha nielekee. Ila usisahau fanya hivyo. Haina shida. Poa. Kaundime mdogo wangu, nisamehe kwa yote yaliyotokea. Nafikiri mpaka sasa umeshajitambua kuwa wewe ni nani. Na inabidi tu urudi ujinini, kwa sababu ukiendelea kubaki hapa duniani na hata binadamu wakifahamu kuwa wewe ni nani, utaleta madhara makubwa sana hapa duniani. Urudi tu ujinini, kwa sababu huko ujinini hata ukienda utakuwa machaguzi yako mwenyewe, ukitaka kuendelea kuishi ujinini au ukitaka kuendelea kuishi duniani.
uchaguzi utakuwa juu yako, lakini kwamba kinachotakiwa sasa hivi ni kurudi ujinini. Sawa kaka, nimekuelewa. Pia naomba unisamehe sana kwa kukuelewa vibaya, kwa sababu nilikuwa sijui na uwezo gani. Pia nakuahidi hata kama nikienda huko sitakusahau, na mara nyingine nitakuwa narudi kuja kukuona. Pia usisahau kama nakupenda sana kakaangu. Hata mimi pia nakupenda sana, na hata uondokaji wako inaniuma sana, ila tu sina jinsi na itanilazimu, ni lazima tu iwe hivyo. Na kuna mavazi nimekuchukulia, utaenda kuvaa, jiandae ili nikupeleke huko juu. Sawa. Basi naomba twende. Kibada. Naam. Nafikiri muda umefika wa kumchukua ndugu yetu Kaundime. Ni kweli, maana hata hivyo nilikuwa nimeshamwandaa tayari, na nilikuwa nasubiri ujio wenu tu. Bila shaka sikufananishi. Ni kweli. Ni mara ya 3 sasa tunakutana. Ina maana pia hata wewe ni jini? Ndiyo, mimi ni jini. Hii yote ilikuwa mipango ya kumregesha Kaundime ujinini. Kibada. Naam. Hatuna muda wa kupoteza. Naomba niite Kaundime tuondoke naye. Kaundime! Kaundime! Njoo mdogo wangu. Heshima yako Malkia. Habari vipi? Hapana, mimi sio ifi yako. Naitwa Jini Zamda. Ni mara 3 hii tunakutana. Mara kwanza ni kwenye ndoto. Aha. Alikuwa anatokea kwenye ndoto, kumbe ndio wewe. Sawa. Kaundime Malkia. Tumefunga safari hii kwa ajili yako. Kwa hiyo basi tunakuomba unguzane nasi, kwani hata kwa tulipotoka kuna sherehe kubwa sana kwa ajili yako, na hata majini wenzetu watafurahi sana akisikia tukiongeza nao. Sawa, niko tayari. Hata majini wenzetu watafurahi kusikia hivi. Sawa. Kaundime mdogo wangu, hao ndo ndugu zako, unaweza kuongozana nao. Sawa kaka, nakupenda. Hata unapoenda lazima nije kukutembelea. Hata mimi pia nakupenda sana mdogo wangu. Sawa. Kibada, asante sana. Nashukuru. Kaundime mdogo wangu,
Umeniacha katika wakati mgumu sana, tena sana, ila sina jinsi, ni lazima iwe hivyo. Nitaendelea kukumbuka daima. Nitia machungu sana.